Mwizi ndugu yangu. Juzi jana, mbona sijakuona shuleni? Mwenzako nina matatizo. Matatizo gani hayo? Ni mwenzio nilitekwa. Ni akina nani hao? Hata mimi siwafahamu. Basi rafiki yangu, pole. Asante. Haya basi, baadaye. Haya. Bwana mwizi hapa. Hapo unafanya nini? Babu, nini babu? Oya, huyu mke wangu. Yako, bora mjio. Oya bro. Huyu mke wangu. Oya. Mbona nikataza? Basi hili bwana. Ngoja tupige bwana. Piga. Huyu. Hiyo yote ni wewe. Ni wewe basi. Poa nendeni bwana. Wewe si huyu. Sasa katika hapa kesho. Oh, sio mambo kama hayo, mimi mke wangu. Huyu mke wangu. Sichanganye. Huyu mke wangu. Sichanganye hivi. Wewe vipi brother? Tuanze tukasimulia. Mimi yule mke wangu, mimi yule mke wangu brother. Yule mke wangu brother, mimi yule mke wangu. Yule mke wangu. Usichanganye. Ndoa inauma, hujai kuoa Sije ukakaribu. Hujai kuoa. Ndoa inauma. Wewe si mkacha nyumbani, hapo unafanya nini? Huyu nani? Huyu nani? Sisi mfahamu. Unifahamu mimi? Usikia? Oya babu. Mimi unifahamu? Wewe. Songea na wewe. Songea na wewe bro. Sasa songea na wewe. Hii ndoa inauma. Oya. Wewe si mkacha nyumbani, hapo unafanya nini? Wewe mke wangu unanikana? Unanikana mimi mke wangu unanikana? Mke wangu mimi nimekuacha nyumbani, unanifanyia kweli? Unanifanyia mambo kama haya kweli? Mimi nataka kufa na pambana kwa ajili yako wewe. Naongea na wewe. Na wewe unashika bwana.
Mimi mke wangu mwenyewe papa. Siamini macho yangu. Mapenzi yanauma, mapenzi yanaumiza. Siamini vileo unaniacha kwa baridi ya upepo. Nimefanya mangapi si ni ukweli? Mke wangu mnauliza we uliwaza nini? Hivi leo unaniliza hadharani, najua lote ila moyo wangu unalani. Hauna huruma, mke wangu hauna huruma. Nimekufanya nini? Mbona moyo unakufa? Hadithi za mapenzi zimegeuka kivuli. Nitakupigia baadaye bwana. Ustaz. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Uko kwako huko? Kumesalimika? Ustaz, Mwenyezi Mungu amejalia heri. Mimi nilikuwa naelekea kwako na huyu ujio wako. Wenyewe Swahili wanakuambia mguu wako. Bwana Ustaz, nikupe tu machache ila mengi na mengi. Bwana, mimi nyumbani na matatizo. Kama unavyojua tena, na matatizo na mambo mengi, ila kuhusu ndoa yangu mwingine kwa salama tu. Kwa hiyo kama utakuwa na muda basi inshallah nakuomba yani mguu huu mimi na wewe basi tuongozane tuelekee nyumbani. Inshallah. Basi alhamdulillah, Mungu ametia wepesi. Yangu. Abe. Sema naoni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Asante. Bwana, karibu. Ndio. Kama tulivyoongea, karibu sana. Asante. Mimi nimekuja hapa, nimekutana na mume wako huyu mkiwemo tuko. Sasa akaniambia matatizo yenu hapa nyumbani. Sasa ndo nimekuja hapa kwa ajili ya kukueleza binti yangu. Kwa ukweli ndoa ni jambo zito kweli. Ndoa ni jambo zito. Tena zito kabisa. Zimezungumziwa katika aya nyingi kabisa. Kwenye hadithi, vitabu mbalimbali, ni jambo zito. Na ameniambia hapa kwamba nyumbani mwenu mna matatizo ndani. Sijui bize nyingi, sijui nini na nini, mambo chungu mzima. Kazi ni sawa, mtu anaweza ukafanya kazi, lakini unajua kwamba mimi ni mtu wa nani, sababu jambo la ndoa ni jambo zito, na hakuna mtu anayeweza kuwa mzito katika ndoa kama mwanamume. Ana mambo magumu sana. Sasa anapokuja unamletea dharau, sijui nini na nini, inakuwa sio vizuri.
inakuwa sio vizuri. Mume akikuita unaenda, unamsikiliza, amerudi kazini, amechoka, basi uelewe kwamba amechoka. Kwa hiyo mimi nimekuja kuambia binti yangu ya kwamba ndoa ni jambo zito kabisa, tena zito, yani hata nikielezea mfano wake siwezi nikaupata kwa hapa binti, kwa sababu katika Qur'ani aya nyingi zimezungumzia, hadithi nyingi, nabii naye kaelezea ya kwamba hili jambo ni zito, kwa sababu kwenye Qur'ani wanasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wachunga katika wanawake, yani nyinyi mnachungwa na hao wanaume zenu. Kumdhulumu mwanamume ni sawa na dhulumu nafsi yako, kwa sababu unajiwekea mzigo mzito mbele ya Mwenyezi Mungu yaumul qiyama, katika siku ya kiyama. Pia vile vile inasema Mwenyezi Mungu vile anasema wala takrabu zina, wala usikaribie zina, fa innahu, kwa sababu fahishata, ni uchafu, ni uchafu kabisa, haifai mtu, kwa sababu unaweza hapa mkafanya vitu vyenu, sijui malumbano nini na nini, mwisho wa siku unaenda kwenye kuangukia zina. Itakuwa lazima wewe uweze ukaishi miaka 5 6 bila kukutana na mwanamke. Utakutana naye, kukaa naye inakuwa tayari shaingia katika mkumbo. Kwa hiyo ni mambo yale inabidi kuyaacha. Mwanamume ana nguvu zake pia za kukueleza kitu, kamsikiliza, na wewe unaweza ukasema atakuelewa, lakini katika mambo ya dini. Kwa hiyo ninachokuomba binti yangu, heshimu ndoa yako, pia vile vile uheshimu na nafsi yako. Zaidi ya hayo yote, kwa nyote wawili inabidi mtekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikifikia hapo ninavyohisi kwamba mmenielewa na hayo yote, basi kwa sababu sehemu ya malumbano mke na wanaume pia inaweza kufukuza riziki. Kwa hiyo ombeni toba kwa Mwenyezi Mungu ili mfungue baraka. Kwa hiyo hainabudi tuombe dua. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala. Je, ulikuwa na asiri moyoni au pepo wa mbali umekubeba? Tuna historia, tuna ndoto, sasa naona zinaanguka moto. Mke wangu ndo wewe, siamini nachokiona. Mke wangu tumetoka. Habari gani mpenzi wangu? Unifuata nani hapa? Hivi mpenzi wangu, kwa nini unaniuliza habari hizi? Mpenzi wangu, na kwa nini nyumbani umekimbia? Nimekukosea nini mimi? Sikiliza Esa, wewe baki na mambo yako na mimi nibaki na mambo yangu. Mimi na wewe basi, yani sikutaki tena. Wewe unajifanya uko busy, sasa mimi niko busy. Niache ni discuss maisha yangu. Jaribu kunaona huruma mimi mzee. Ona mpaka maisha yangu yamebadilika sasa. Nimekuwa mlevi sababu yako. Mpenzi wangu, kwa nini unanifanyia hivyo? Jaribu kunielewa. Mimi nilikwambia mimi na wewe basi. Sijui unanielewa hapo? Umekuwa mlevi, umekuwa kibaka, umekuwa nani? Hayo yote unajua mimi.
Hivyo unaniona mimi mjinga? Umenituma ndondo cha wangu huko aje anitukane mimi. Kwa taratibu. Kumetoka nini? Mbona useme? Hivi wewe ulimuoa mama au ulimuoa mtoto? Kwani kikubwa nini mpaka unaniuliza kwamba nilimuoa mama au nilimuoa mtoto? Kimetoka nini hapa nyumbani? Afu wewe chagua moja. Kukaa na mama yako au kukaa na mimi? Sikiza, Paula. Huyu mimi ni mama mke wangu. Sawa? Siwezi mimi kumtoa nyumbani ghafla hivyo. Kikubwa nini kilichotokea? Yaani mama yako ananichamba chamba, ananitukana. Yaani anitukane mimi. Mimi inaniuma sana. Umesikia wewe mwanaume? Sikiza nikwambie Paula. Paula, haya mambo ni ya kuongea mimi na wewe. Sawa? Iweje wewe unaniambia mimi nimwamshe mama, afu huyu mama ni mamangu mkwe. Unasikia? Hili swala ni la kuongea mimi na wewe, sio kwamba uniambie kwamba hame ghafla. Kwa nini hatuelewani? Na ili wewe Paula, sikiza. Mke wangu, mambo yote yale lazima tuongee mimi na wewe. Swala kumwambia kwamba hame mama hapa nyumbani, hilo swala liache. Sipendi hivyo, umesikia? Chagua moja wewe mwanaume. Kubaki mimi au kubaki mama yako? Shenzi mkubwa wewe. Unanikera sana wewe. Umesikia? Wewe sikiza. Haya mambo sio. Afu mimi ndo kama mwanaume hapa nyumbani. Na ukitaka nikuharibu, endelea kuongea mambo yako. Wewe unataka kumpiga nani wewe? Jaribu uone. Wewe shenzi mkubwa wewe. Afu sikiza wewe. Mimi sipendi kuingia jela eti kisa mtu. Unasikia? Afu mimi ndio mwanaume, sio uanze kuniongea mama yake. Nitakubaluze sasa hivi. Wewe ubaluze nani? Sikiza. Uwezo chapa maharibu atakanda lakini hivi wewe singia au nilikela wewe na singi tena maboda zangu mke wangu siamini nachokiona. Mke wangu tumetoka mbali kote, leo unaniacha bure. Kimekukuta nini mke wangu? Wa sasa umeniita nini? Umependeza sana, yaani kukuona tu nimestuka moyo, hata malaika labda umepita. Yaani natamani nikuchukue nikakuweke nyumbani kusaidia familia yangu. Mungu akipenda familia yako na familia yangu mimi tunge kitu kimoja, au unaonaje hapa? Hivi mtoto mdogo kama we au ni heshima? Ukiniona kwenye umri tunalingana, hauna heshima. Hivi wewe wakunitamani mimi, nimekuona jana hapo umezaliwa, mama yako nimekuona wakati anakunyonyesha, wakati alafu baadaye tunakutana na nitongoza mimi. Oh, ni kama mimi dada yako. Hauna heshima au kwani hujafunzwa eh? Hivi mtoto mdogo kama au nitongoze mimi? Kwenda huko.
amerudi. Amerudi? Amerudi wakati sehemu amesema kama sehemu walisema ile wakati waliokamatia ndio sehemu ngumu sana ili kutoka, yani bidii. Hapo sijui, ila sasa kesi nasikia ipo polisi. Kwa hiyo mimi nimesikia tu tetesi fulani. Polisi ipo polisi, sasa polisi wameamwaje? Hapo sijui sasa, ila kesi nasikia ipo polisi hapo. Kwa hiyo mimi nimesikia tu tetesi fulani hivi. Unatuhitaji babu? Wewe nani unamwita kama mchumba? Wewe unatuhitaji babu? Sisi unatuhitaji hivyo babu wewe? Ndio wadogo. Ndio tunataka nani msahau? Hapo wanatutania dogo. Tunatania wenzetu tukambofye huyo. Alafu mtoto atatucheka wenzetu tukambofye baba. Unatuhitaji babu, mbona tutaka wachumba? Wewe unajikuta nani babu? Unajikuta nani hadi unatuita hivi? Yani kama si wachumba, unajikuta nani? Sometimes wewe unajikuta nani babu? Hapo ndio unaitaita tu hapo, unaitaita. Yaani unaitaita kiafaa tu babu, wewe vipi babu? Usiniangalie jicho hilo, usiniangalie jicho hilo mimi kama mchumba babu. Angalia jicho la kiume. Unaita kiboya, tunamaana unatuona tunapita hapo na tuita kiboya, tuniaje babu? Wewe watoto wa kiume tuongea na kujibu. Bora. Huu mtawa kwangu. Wewe babu unajikuta nani? Wewe unajikuta nani kitabu? Wewe unajikuta nani? Mbona vipa sana? Wewe kwako. Ya tunaomba radhi kidogo au tunatoa taarifa kwamba movie yetu ya Siri Yangu tumeamua kubadilisha mhusika. Mwanzo nilisema kwamba mke wangu ametekwa na majambazi. Sasa itakuwa yuko wapi? Hadi mke wangu huyu jamaa hivi ametangaza vita. Kwa hiyo kutokana na kwamba umuhimu wetu tumeamua kumpitisha dada Miss Fama. Kwa hiyo mwanzo alicheza kama dada ambaye mwenye saluni. Karibu hapa ndio ofisini. Akija mteja inabidi tunyenyekee, mteja mfalme. Kwa hiyo sasa hivi ametoka kuwa mwenye saluni, amekuja kucheza kama mume wa Milanzi. Au mke wa Milanzi. Kama mke wa Milanzi. Kama mke wa Milanzi. Huyu ni bosi wetu. Usafiri wote yeye ndio muhusika. Kwa hiyo movie yetu yote. Siri yangu mimi naijua mwenyewe. Siri inaweza kugeuka jembe. Unampa mtu, unampa yeye. Siri yako inageuka kelele. Siri, chunga siri.